waandishi wa habari, kwa majina naitwa Nicholas Zakaria Mwita. Kitaaluma mimi ni mwanasheria, ni kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye nimewahi kuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi katika Chuo Kikuu Mzumbe, na vile vile kwa sasa ni mjumbe wa serikali ya kijiji cha Nyabichune, lakini pia ni kada mwaminifu. Naweza kusema hivyo, chama kimekuwa kikinitumia kufanya shughuli zake, na katika uchaguzi wa serikali za mitaa mimi nimefunga kampeni za uchaguzi ndani ya mji wa Nyamongo, ambapo unahusisha kata ya Matongo kwa sehemu kubwa, na nikawasemea wagombea wetu. Kwa bahati nzuri tulipata ushindi wa 100% kushindisha Chama cha Mapinduzi ndani ya kata ya Matongo. Ndugu waandishi wa habari, yapo mambo ambayo nadhani ni vizuri tukazungumza kuhusu uchaguzi ambao kwa sasa tunauelekea, uchaguzi ambao umeleta joto maeneo mbalimbali hapa nchini, lakini pia ni uchaguzi ambao ni muhimu sana katika kipindi hiki ambacho tunahitaji kupata maendeleo. Na chama kwa bahati nzuri kimeleta mamlaka yake kikayashusha hadi chini kwa viongozi wa ngazi ya chini kabisa, ambao katika kipindi cha nyuma walikuwa hawahusiki katika kupiga kura za maoni. Na hao ni kuanzia wajumbe wa balozi ambaye katika chama chetu cha Mapinduzi na anasimama kama mwenyekiti wa kitongoji. Chama kina utaratibu wake. Hawa mabalozi wamekuwa wakitumika kusaidia kusimamia serikali katika ngazi ya vitongoji, lakini wao wakiwa pia kama viongozi kwa kushirikiana na viongozi wengine wa chama chetu kwa ajili ya kufanikisha shughuli za chama na serikali. Nipongeze serikali yangu, lakini Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na uongozi wote wa chama kwa namna ambavyo umeamua kushusha sasa mamlaka kwa viongozi hawa ili waweze kufanya maamuzi kwa niaba ya wananchi, kwa kuwa tunaelekea kuchagua viongozi na hivyo wanapaswa kujua matatizo ya wananchi. Hawa viongozi kwa maana mabalozi ni viongozi wa ngazi ya chini sana katika chama, lakini wamepewa umuhimu mkubwa kwa kuwa pamoja nao kuna wajumbe 4, jumla balozi mmoja anakuwa na wajumbe 5. Sasa katika kupata idadi ya mabalozi na wapiga kura inategemea katika kijiji husika kuna vitongoji vingapi au kuna mashina mangapi ya kichama katika eneo hilo, lakini hayo mashina kwa ujumla wake ni lazima yanakuwa na wajumbe wasiopungua 4 pamoja na balozi wa shina hilo wanakuwa ni 5. Ndugu waandishi wa habari, kuna haja kubwa sana ya kuwaeleza wapiga kura wanaoelekea kufanya maamuzi ndani ya kura za maoni kwenye chama chetu kwamba ni muhimu wazingatie kuangalia ni namna gani ambavyo tutapata viongozi wanaoweza kujua matatizo ya wananchi. Chama kilipoamua kushusha mamlaka kuja chini kabisa, ngazi hii ya chini, kimehitaji sana hawa mabalozi ambao ni kama wenyeviti wa mitaa au wa vitongoji waweze kujua shida wanazozipata wao na wananchi wao katika maeneo yao ya huku chini kabisa, ambako wanajua leo nani yupo, amekwenda wapi, ana shida gani, barabara gani ni mbovu, wapi nyumba gani haina umeme, ni wapi hatuna huduma ya afya iliyo bora, maskini tulionao ni wangapi katika eneo letu. Chama kinahitaji tupate wawakilishi ambao watagusa maisha ya watu. Na kwa sababu hiyo, ndugu waandishi wa habari, nimeona nizungumze nanyi ili mfikishe taarifa hii kwa umma ili iweze kusambaa na watu wajue namna gani kuna umuhimu katika uchaguzi huu. Mimi ni mkazi wa kata ya Matongo, kijiji cha Nyabichune, kitongoji cha Nyabichune, ndani ya wilaya ya Tarime, jimbo la Tarime vijijini.
Katika eneo letu la kata ya Matongo yapo mambo mengi ambayo naweza kusema nipongeze serikali yangu imeyafanya na imefanya vizuri kwa sehemu yake. Na katika uchaguzi huu tunaoelekea, ikimpendeza Mungu akanipa uhai, lakini pia akaniwezesha na ikakubalika ndani ya chama, nami nitatia nia. Na kwa kuwa chama kimetoa utaratibu wake kuanzia tarehe 1 mwezi Mei mpaka tarehe 15 mwezi huo wa Mei mwaka huu, tutakuwa na nafasi za kuchukua fomu ngazi za udiwani mpaka ubunge na kuzirejesha. Basi na mimi kimpendeza Mungu nitachukua ndani ya kata ya Matongo, na nimejipanga vizuri. Wananchi ninaamini wananifahamu, lakini vile vile katika sifa wanaelewa ninaweza kuwafaa kuwa kiongozi. Kwa hiyo nimejiandaa vizuri, lakini niseme yapo baadhi ya mambo ambayo yanaendelea yasiokuwa mazuri na afya kwa chama chetu. Baadhi ya viongozi tulionao wanashindwa kutambua kwamba ni wakati wa kusimama na chama, sio kusimama na mtu. Ushindi wa chama chetu ni ushindi unaotokana na kura za umma, sio kusimama na kulazimishia watu nani anaweza kufaa nani asiweze kufaa. Ndio maana utaratibu umewekwa kwamba ikifika wakati watafanya chaguzi, watu wataingia katika kinyang'anyiro, watajinadi, wapiga kura watafanya maamuzi. Wakishafanya maamuzi, basi atakayekuwa ameshinda kwa mujibu wa katiba yetu, huyo ndiye atakayekuwa mshindi, na huyo ndiye atakayepeperusha bendera ya chama, na huyo vile vile ndiye atakayesimama kuhakikisha ushindi wa chama unapatikana, akishirikiana na wanachama wote, na walio na chama na wasiokuwa na chama. Kwa hiyo ni muhimu sana katika chaguzi hizi tunazoelekea tukapata wawakilishi ambao wananchi wanawatafuta, wananchi wanawahitaji, watakaogusa maisha ya watu, sio viongozi tu watakaoweza kujitokeza labda kwa sababu ya mambo fulani fulani, au kwa sababu wana ukaribu na fulani, au kwa sababu fulani ambazo zingine hatuwezi kuziweka wazi, ikalazimishia wananchi. Tupate kiongozi ambaye atawatumikia wananchi na anajua majukumu yake ni majukumu ya namna gani.